relay race. Tukiwa tunaucheza tunakabidhiana hiki kidude. Kinaitwaje hiki? Ule mchezo unaitwaje? Huku mkokozi upo kweli? Unaitwaje? Mnafeili wapi? Yani mtoto amejua, njoo hapo utuambie unaitwaje? Unaitwaje? Naitwa mbio za kupokezana vijiti. Okay. Mbio za kupokezeana nini? Huu mchezo kabla hatujacheza tulikuwa kwanza tunapewa maelekezo. Kwanza unafundishwa, unaelekezwa, na huwezi kuingia uwanjani kabla hujafundishwa na kabla hujaelekezwa. Sifa ya mchezo huu sio mchezo wa kibinafsi, selfish game. Ni mchezo ambao unahusisha watu wengi. Amana salama. Ni mchezo ambao unahusisha watu wengi. Lakini kulikuwa na siri ambao tulikuwa hatujui. Mchezo huu ukiwa unaanza, walimu walikuwa na taktiki kwamba anayekuwa wa kwanza kupokea kijiti na anayekuwa wa mwisho lazima wawe watu ambao wanaaminika. Wa kwanza na wa mwisho walikuwa wanahakikisha wawe watu ambao wanafanya nini? Wanaaminika. Walimu wanawaamini, wanawategemea. Lakini sharti lingine ilikuwa kwamba ukiwa unakimbia na bahati mbaya umepokeza hiki kijiti, lazima urudi nyuma ukitafute. Halo? Lazima urudi nyuma ufanye nini? Bila hiki kijiti huna kitu cha kumkabidhi. Vingine vilikuwa vimepakwa rangi na vimewekwa namba. Wanajua kuna wajanja wengine wanakuja mfukoni na kijiti chao, wakikipoteza wao wanaendelea na mchezo harafu. Si mnajua ujanja siku hizi umekuwa mwingi. Kwa hiyo kilikuwa kinapakwa rangi, wanaweka muhuri wa shule na wanaweka namba. Kwa hiyo katika kukimbia, sisi kama shule yako imeingia unaishabikia, ikitokea mwenzenu amepoteza, amedondosha, mnahangaika, mnaogopa, mnakuwa na hofu. Kwa hiyo mlikuwa mnamwambia arudi nyuma, na nyie mnakuwa makini kwa sababu wakati ukiwa unakimbia unaweza kusahau. Kwa hiyo tulikuwa pia tuko makini ili yule anayetuwakilisha tuhakikishe kwamba hajadondosha hiki kijiti. Kilikuwa muhimu na kilikuwa na nafasi. Bila hiki huwezi kumkabidhi mtu. Lakini pia pale kwenye line ya mwisho ukifika bila hiki kijiti, hata kama ulikuwa wa kwanza, mkombe huwezi kupewa. Amana salama. Mnanielewa vizuri? Mpaka hapo tuko pamoja? Mbona wengine naona kama nini? Sasa sherehe ya leo kupaa mbinguni, baada ya zile siku 40, alichokuwa anawaelezea Yesu mitume wake ni kuhusu mchezo. Amewafundisha, amewaelekeza, na amewapa kijiti, na anajua akiwa hayupo, hata na mwalimu aliyekuwa anatufundisha yeye haingii uwanjani. Kazi yake ni kutuweka vizuri. Kazi yake ni kutuweka. Zile siku 40 Yesu alikuwa anawaweka vizuri mitume wake. Anawaelekeza namna ya kucheza mchezo huu wa maisha. Tunatoboaje?
Na ndo sababu tulisikia wiki iliyopita upendo, kushika amri za Mungu. Nilipokuwa nahubiri nawaambia mtu yeyote ambaye ni mkaidi, mtu ambaye hashiki amri, hazingatii masharti na vigezo, mwisho hauwezi kuwa mzuri. Kwa hiyo alikuwa anasisitiza zile siku 40 akawafundisha, na alijua kwamba hata baki nao. Kwa hiyo katika kuwafundisha amewapa vijiti. Atakaye kimbia nacho mpaka mwisho atapewa mkombe. Atakaye kipoteza hawezi kufika mwisho na hatapewa mkombe. Mifano ya kawaida, unapoajiriwa sehemu yote ya ofisi, kabla hujaanza kazi kuna maelekezo unapewa, si ndio? Kuna maelekezo unapewa, na ile sisi kwenye shirika tunapewa kanuni ya shirika. Na hawawezi kukupa ile kanuni kabla hawajakufundisha. Kuna hatua fulani, kwa mfano tukiwa Mwanza pale Lemela, wakati tunaanza hawawezi. Wanakufundisha kwanza, wanakupa maelekezo. Tulipokuwa hapa kuna yale mafundisho ya ndoa, tunashirikiana toa ngoma, kongoe na mkokozi. Kabla hujafunga ndoa, sema sasa hivi mmekuwa wajanja mnafunga kabla mjafundisha. Mmekuwa wajanja yani mnani. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba yale unayopewa ni kwamba kabla hujaingia uwanjani uwe na taarifa fulani, uwe unajua masharti na vigezo, ili unapoingia na hiki kijiti unaweza kufika mwisho. Kwa hiyo sehemu yoyote ya ofisi unaelekezwa dressing code ni aina hii, bosi wako ni huu, ofisi yako ni hii, usijipakulie. Kama kuna chakula tunakupakulia. Ni kweli friji iko hapa, lakini soda sio za kwako, ni za bosi, maana yeye ana sukari. Maana yake unaelekezwa, alafu baadaye unajifanya na kama una sukari, unaanza kujipakulia, na zile tabia zikianza kuonekana wanagundua kwamba hapa kuna mwizi. Kwa hiyo sehemu zingine wanakuwekea polisi bila wewe kujua. Wameshakagua. Kwa hiyo siku ya leo kupaa mbinguni maana yake ni nini? Zile siku 40 aliwafundisha, akawaelekeza, na sasa anapoondoka kinachofanyika ni kwamba sisi ambao tumeshuhudia haya mambo, na sisi kazi yetu ni kuwakabidhi watu wengine vijiti. Mnanielewa vizuri? Kazi yetu ni kuwakabidhi watu wengine nini? Lakini lazima ujue namna ya kukabidhi. Lazima ujue masharti na vigezo. Katikati ya ule mchezo, kama kuna mtu ambaye hajaelewa, baadaye ya kukimbia kuelekea mashariki anaenda magharibi na atawaangusha. Kwa hiyo sherehe ya leo kila mtu anaweza kuangalia. Kuna vijiti tulikabidhiwa kwenye maisha. Yesu amefundisha, leo anaongea, nendeni mkawahubirie msamaha, toba, ondoleo ya dhambi, msamaha, mupendane, muishi kama ndugu. Mkinipenda, Jumapili alisema mkinipenda nitakuja kwenu na baba yetu atakuja kwenu. Msiponipenda ni condition. Kwa hiyo vijiti, kuna vijiti tumepewa kwenye maisha. Unaweza kuita kijiti chochote. Unaweza kukiita urithi uliopewa na wazazi. Walijua huyu mwanangu tukimwachia hii kwenye maisha anaweza kufika mbali. Sasa inategemea kijiti hicho ulikitumiaje. Kuna mafundisho kabla wazazi wako hawajafa, walikufundisha vizuri, wakakuelekeza, mwanangu nimefika miaka 40, 50, 60 ni kwa sababu niliishi vizuri na watu. Hicho ni kijiti. Kwenye ndoa tuliambiwa ili uweze kufika miaka 25 ukiwa huna kijiti cha msamaha, ndugu yangu, 25 huwezi kufika. Kwa hiyo kijiti cha ndoa
Kijiti cha mahusiano, kuwa na mrafiki kwa muda mrefu, kuwa na jirani kwa muda mrefu. Kijiti kinachohitajika ni kusameheana. Bila kijiti hiki tunakufa na pressure, mioyo inahama, ninarara macho wazi mimi kama ndege. Wengine hata cha kulinda hatuna, unakuwa mlinzi. Kuna mwingine ninayomwambia, sasa kama wewe unakuwa mlinzi, walinzi waambie waende nyumbani, wewe uendelee macho wazi. Sasa wewe una mlinzi lakini macho wazi. Mkristo shika moyo, macho wazi. Bati umeshahesabu ni 20 na unajua kenchi ni 5 kila siku usingizi, kila siku. Mwingine basi nilimwambia, kama ndio hivyo basi jifunze kuwanga. Kama upate usingizi, wewe kazi yako tu, wewe unaenda unawanga, kwa sababu wanaowanga lazima ni wale ambao hawasinzii. Kuwanga nyumba kama 10 usiku lazima. Sasa nilimwambia, kama upate usingizi jifunze uanze kuwanga. Maana ndio hivyo. Kwa hiyo kuna vitu Yesu aliwaelekeza siku ya Alhamisi Kuu, tunanawishana service, huduma, kupendana, kitu ambacho kitawabaki mubaki pamoja. Wanangu, upendo. Kuna familia zimesambaratika baada ya wazazi wao kufa. Walichopewa wamekidharau. Nimefurahi niliposikia kwamba kuna mtu anasherehekea miaka 25 ya ndoa. Walio kwenye ndoa mnajua kikombe hicho maana yake ni nini. Na nikimasomesha hapa, yani kila mtu atawatamani. Wewe ambao umeshatengana, yani utawaangalia, jamani wamefanya nini mpaka na wewe ambao yani kufika. Mimi juzi na mimi niliona, yani kufika 25 ya upade niliona ni mbali. Nikaandaa kashereka miaka 6. Kwa sababu na mimi yani na mimi jamani na nikasema na mimi naona 6 ni kama 25, maana yani ndio hivyo jamani. 25 kwenye ndoa, mtu ni yule kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin. Tena siku hizi tunalaumiwa mapadri, hizo ndoa zone za kanisa Katolika mturuhusu kutengana. Tunalaumiwa. Hapa mliletwa na nani? Mwingine nilimwambia, nilifunga nikamwambia, siku ile unameremeta. Nilimwambia alimeremeta siku ile ni faza, ni wewe. Ulimeremeta afu leo unawaraumu mapadri ndoa zenu. Ndoa sio ya paroko, ni ya kanisa Katoliki, Roman Catholic Church. Mimi siwezi kukupunguzia na siwezi kukutenganisha. Mimi nilichoambiwa ni kubariki ndoa. Kutengana, vijana kabla yani kama hamujanini, kazi yangu ni kuweka pamoja, kuwa mwili huu alichounganisha Mungu. Padri hawezi kutenganisha, mwanadamu asitenganishe. Sasa ile kazi. Mwingine nilimwambia, kama unataka hii, waite wote waliohudhuria ndoa yako, wote tuwaulize, jamani watengane wasitengane. Na wale walioihudhuria hawataruhusu ujinga huu. Hakuna atakayeruhusu ujinga huu. Watakachokuwa wanakuambia ufanye unachokifanya, lakini watakwambia msamehe mwenzako. Hiyo ndo Injili. Na kwenye misa ya kwanza nimesema, bila msamaha utaoa wanawake 10, wanaume 10, yani utakufa unaoa na unaolewa. Tulimuzika mmoja alikuwa na miaka 68, wakasema hapa amekaa juzi tu ni kama wiki 2 wiki 3, alikuwa na umri wake
wiki tatu. Sasa jamani, yani hata ukihama sehemu yoyote, kama tabia umeenda nayo, nawaambiaga watu kwenye semina, kilichokufanya uachane na mwenzako ni tabia, na unapoenda unaenda nayo. Halo? Unapoenda unaenda. Kwa hiyo kama umeachana na huyu, umeenda uliko ile tabia, na nawaambiaga ukitaka kuwa salama ili na kesho tujue kwamba huyu uliyekuwa naye alikuwa na shida, wewe badilisha tabia yako. Kwa sababu usipobadilisha hata unakoenda. Tumeona watu wanabadilisha hata jumuiya, hata vyama vya kitume. Leo ni Mwanamoyo, kesho ufalme wako ufike, kesho charismatic, kesho kwaya, kesho kila wanakoenda. Tulikuwa tunaambiwa tukiwa wadogo, watoto nafikiri hawapo, tulikuwa tunaambiwa, mwanangu, hakikisha kila unakoenda. Kuna watu kila wanakoenda wanaharibu. Wengine paka Tanzania karibu wamezunguka huu alinini huko, huu alinini huko. Kila Wanamoyo aliharibu, kwaya akanya huko, kila sehemu tabia. Kinachokufanya uharibu kule ni ile tabia. Kwa kama hujajibadilisha, wanawake 10 watafika, wanaume 10 watafika, na utakufa unaona wanaolewa. Vile vile sehemu za kazi, kama ulifukuzwa mara ya kwanza, ni vizuri ujitafakari ili kesho watu wakutetee. Kama kweli ukijitafakari kilichokufanya utoke pale, ukikibadilisha watu watakutetea. Lakini kama ni kweli ulikuwa mwizi na unasema umesingiziwa, na unakoenda tabia unaenda nayo, na kule utafukuzwa. Kwa hiyo kijiti ulichopewa ni cha kuweza kufika mwisho. Ndo haya mafundisho Yesu aliwaweka vizuri. Siku nyingine akawamuuliza, watu watajuaje kwamba sisi hawa ni wako? Akasema, mtawaona kwa matunda yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kupeana kijiti, sasa namba 2 ambayo tunaweza kujifunza kupeana kijiti ni pale ambao amewaambia, nyie ambao mumeona, mumesikia, nendeni mkawe mashahidi. Mlichokisikia, mlichoona, mumekaa nanyi siku 40. Kuna watu ambao hawajakaa nanyi siku 40. Sasa kazi yenu, nendeni mkawe mashahidi. Baba yako alikufundisha, sasa hivi unafundisha watoto wako. Kazi yako haiwezi kukamilika kama watoto uliowazaa ukaangukia haujawaona katika hali nzuri. Na kila alichokuwa anawaambia kwenda kuwa mashahidi ni kupeleka walichokipata. Na nyie mnaalikwa kuwa mashahidi. Leo umekuja kanisani, kuna mtu hajaja kanisani, utakuwaje shahidi wa msamaha? Wale ambao hawajaja wakikuona unatangaza toba na msamaha, nini kinachotokea? Watajifunza. Ingawa hawakuwepo, watafaidi. Kuna watu ambao tukuishi nao, lakini ukimuona, unamuona mtoto wake, unatamani umjue mzazi kwa kile kijita alichowakabidhi. Familia inaendelea vizuri. Kuna familia zile ambazo tunazitamani, zina umoja, zinashirikiana. Kila tukiona ile familia tunashindwa kuelewa. Ukikaa nao watakuelezea, sisi baba yetu alituambia tuache masiala, tuache michezo. Kwa hiyo mpaka leo tunamwenzi. Kwa hiyo kuwa shahidi wa kweli ni kwamba ulichokisikia, ulichokiona, ulichoshiriki hapa, unapokiishi kule, watu wataona. Tumesikia kwenye somo la kwanza, alifundisha lakini pia kwa matendo, kwa maneno na kwa matendo. Amewaonyesha mifano mbalimbali, lakini amewapa ulisi, maneno yatakayowajenga. Kwa hiyo sisi kuweza kuwa mashahidi ni kuishi tulichokisikia. Amana salama. Chochote unachokipata hapa, ili na mtu mwingine kesho. Nawaambiaga watu, waumini kuongezeka kwenye jumuiya sio kazi ya paroko, ni kazi ya nyewe wachache mliopo. Mkiishi vizuri kwenye jumuiya yenu,
Kule faza anakuja mara moja tu kwa mwaka mkiwa na somo la nini? La jumuiya. Siku zingine zote mko pamoja. Ushuhuda wenu utawafanya watu, mwenzenu amefiwa, watu wameona mlivyo na umoja, mwenzenu anaumwa, wameona mnavyotembeleana, watauliza tunafanyaje? Tunafanyaje ili tubatizwe? Tunafanyaje ili tujiunge Roman Katoliki? Manake wale wametoa ushuhuda wa kweli. Sasa hivi tunapata shida. Nilikuwa nawaambia juzi Jumapili, watu wengi popote tunapoenda tunatafuta huduma nzuri. Kulikuwa na changamoto kwenye familia fulani, baba alienda akamuuliza yule Mother Teresa wa Calcutta, akamuuliza tunawezaje kupata amani na kuishi amani katika maisha na kubadilisha jamii? Teresa wa Calcutta alimwambia, ili tuweze kuleta amani, kubadilisha jamii, kila mtu arudi nyumbani aipende familia yake. Maisha yanaanzia kwenye familia. Mupo bize mnatafuta shule nzuri kama mwalimu. Wengine niliwauliza, wewe na mama na baba kila siku mnagombana, halafu mnatafuta shule nzuri. Je, tukitafuta na sisi familia nzuri, ya kwako ipo? Lakini wale wanaohudumia shule wanatoka wapi? Kwenye familia. Sasa hivi tumekosa heshima kwa watoto. Tumetoa ushauri wa aina gani? Kila siku mama na baba mnagombana. Ile mamlaka huna. Ile mamlaka huna. Ile mamlaka inategemea na ushuhuda ambao umetoa. Sasa hivi tunapata shida watu kufunga ndoa kwa sababu ndoa zilizopo watu hawajatuwakilisha vizuri. Watu wameingia na woga, wanaogopa ile bidii. Unajua mwanzoni ukiwa kijana, yani ulikuwa na bidii, unatamani ufunge ndoa. Yani bidii ilikuwepo. Lakini sasa hivi mimi naona vijana hawana bidii, hawapo. Ukiwauliza nini? Kama ndoa yangu ni kama ya baba na mama, bora nibaki nilivyo. Ile bidii, tumekuwa mashahidi wa uongo. Hatujamwakilisha aliyetupa kijiti vizuri. Tupo tunatafuta huduma nzuri, shule nzuri, mfanyakazi anatoka wapi? Kwenye familia. Sasa hivi tunapata shida tukienda sehemu za ofisi. Wanaotoa huduma ofisi, ukitoka, kila mtu hapa alipokuja ametoka nyumbani, si ndio? Na baada hapa unaenda wapi? Sasa yeyote tunayokutana naye, kama nyumbani siyo amani na salama, tukienda ofisini, aliyekuja kutoa huduma, kama amegombana na mume wake jana, kama hajarara jana, huduma natoa huduma ya aina gani? Tunakutana ofisi, unamwambia mimi faza kwani ni nani? Faza ni nani? Sasa akikuona labda masikio yanafanana na mume wake, maana yake anaona faza ni nani? Anakumbuka kilichotokea jana, umemwaga chakula. Mwingine aliniambia nimemwaga chakula, nasema mimi nimemwaga chakula jana, mimi ni faza, padri. Sasa Bwana utuhurumie. Sasa unajua hata kupata huduma nzuri ofisini inategemea mtu ametoka vipi nyumbani, inategemea vipi unamjali. Kwa sababu kama mtu anamjali nyumbani, zile stress zile, yana anakuona sawa, macho anakuona, lakini tulipoanza misa kuna mtu mmoja hapo mwanzoni alikuwa anapiga makofi, nikaona na utukufu umeisha. Sasa nikafikiri labda amesafiri, ameenda Mbeya, atarudi baadaye nikaona anaendelea. Lakini wewe utafikiri yuko hapa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba familia tulipewa vijiti na wazazi na mafundisho na mfano ambao tumeonyesha. Kuna wana ambao wanapenda kusoma, uende utafute, kuna story ya kuna hiki
sijui wanaita ile kaa ya pwani. Kuna kile kidude ukienda kwenye bichi, kikiwa kinatembea hakiwezi kwenda straight. Inaitwa crab kwa Kiingereza. Kinaitwaje kwa Kiswahili? Kaa pwani, si ndio? Sio mimi kukaa, si ndio? Na sio mkaa, si ndio? Lile kaa, siku moja ukigugu utaipata story kwamba mama aliona mtoto wake, mama wa kaa alimuona mtoto wake anatembea vibaya, na mama hajafurahi kuona kaa linavyofanyaje, linavyotembea. Mama akasema, we mwanangu, naomba utembee vizuri. Sasa mtoto, unajua siku hizi watoto ni wajanja, kaniambia, ebu mama, naomba unionyeshe mfano namna ya kutembea vizuri. Kwa hiyo na mama aliponi sasa unajua ndivyo hata watoto tunawaelekeza, mwanangu sipendi tabia yako. Yana akikuona tu baada ya kutoka wanakucheka, kwani yeye na mama wanafanya vituko gani? Spendi. Ukitoka tena wengine wanakuwa na waigiza pale ndani, mnarusha sufuria, mwingine anarusha kijiko, yani wanakuwa sasa wanauliza, sasa dadi sawa, lakini jana umekuja umerewa, sasa ndio, lakini tunafikiri ni watoto, sio watoto. Sasa yule mama wanasema sawa, ushuhuda uwe kwa matendo na unachokielekeza ukiishi, kwa sababu tawadanganya. Yule mama alisahau kwamba naye ni kaa. Umesahau kwamba na wewe una shida kwenye familia, mnaonyesha mfano mbaya. Sawa, tabia mtoto haikupendeze, lakini wewe, hebu mwangalie jana kama anaonekana ni kaa. Yani unapenda watoto wawe na tabia nzuri, lakini wewe na mama mna tabia nzuri. Kwa hiyo mnasahau kwamba nanyewe ni kaa, na ndo pale ile mamlaka, authority, unaongea mtoto anakucheka. Mama mwenyewe anaongea, lakini anaishi maisha gani na baba? Sawa, hatupendezi namna kaa anavyotembea, lakini kumbuka na wewe ni kama, manake na wewe usipendeze. Kwanza alikuwa amejisahau, na wengi tumejisahau. Tunatafuta huduma, shule nzuri, hospitali nzuri, lakini nasi ambaye anahudumia ile hospitali ametoka kwenye familia. Kama ana shida na mume wake, badala ya Panadol anapa kuinini. Hizi kesi hivi zinaongezeka. Mwingine nilimwambia jina langu ni Ricardo, baadaye anaandika Yohane wa Capistrano. Sasa Yohane mimi sasa nikamuuliza nini? Sasa unajua yote inaitwa yani afya ya roho na mwili. Kiakili are you stable? Ukiwa na mawazo huwezi kuwa stable. Kimwili kusahau, mambo yamekuwa mengi, usalama haupo. Ule ni productivity sehemu ya ofisi, kazini, yani tunafanya lakini hatufanyi kama inavyopaswa, kwa sababu mazingira sio amani na salama, na kila kitu kinategemea umetokea kwenye mazingira yapi. Nilitembelea kidogo, nilikuwa nafanya research kwenye hizi sehemu za mama ntilie. Nimegundua wateja wengi kwa sehemu za mama ntilie ni akina baba. Nikapiga hatua tena, nikauliza, wengine akina baba nyumbani sio amani na salama. Kwa hiyo ndio unaona chakula cha mama ntilie naona waka kama baba Philip, nani unasemaje Philip? Baadaye mtafute research, sehemu za mama ntilie wateja wengi ni akina baba, sio waka, ni akina baba. Sasa baadaye uulize swali lingine,
Kwa nini sehemu ya mama ntilie chakula kinanoga kuliko nyumbani? Usalama ni mdogo, lakini aliyeharibu usalama huo ni mama, ni baba. Mzee wangu, mbona kama unielewi? Yaani unajifanya kama unanielewa. Umeelewa vipi? Shika mic utuelezee umeelewa nini? Maana wengine ni kama nakuelewa, lakini ukimuuliza swali hajakuelewa kweli. Umeelewa nini mzee? Umeulizaje kwanza baba? Inategemea na namna gani imetokea, kwa sababu pale tukisema kwamba wababa wengi ndio wanaenda kula migawani, si wote, ni baadhi, na kutokana na changamoto, kutokana na kazi zao zinawapelekea kwamba wale kule. Na katika hiyo dhana unayochukulia ni kwamba si jioni wanakula kule mgawani, jioni wanaenda kula nyumbani. Katika ile sehemu ambayo tunaifikiria kwamba kutakuwa na mapishano, nayo inategemea, kwa sababu inawezekana hakuacha chochote au hakuwa na kitu fulani cha kutosha kuacha nyumbani, wakawa wameshapishana kabla. Ndio inapelekea kwamba mtu anaona kwamba nikiwahi kurudi kule tutaenda kupishana bado. Kwa hiyo pale vile inakuta kwamba anajaribu kuchelewa kurudi, ndio anaenda ikiwa imeshatulia, basi akifika nyumbani anapumzika. Amani. Kwa hiyo nitafuatilia. Kwa hiyo ni mida ya mchana, sio jioni. Lakini akina baba wengi wakiwa wanakula pia, kunywa mnakunywa wapi? Sasa tuseme mchana si mumeenda pale, na jioni si mnarudi nyumbani. Kunywa mnakunywa wapi? Tunakunywaga wapi? Kule mitaani. Kwa hiyo asubuhi, okay. Kwa hiyo sasa ni vitu kwamba kuna sehemu fulani kijiti ukikipoteza unaharibu mazingira. Ujumbe ndo huo. Ukikipoteza kijiti unaharibu mazingira, na ndo sababu akiwa anakimbia kidondosha, nyie mashabiki, mwalimu aliyekufundisha anapata shida, uwanja watu wanahuzunika. Ni vile vile sehemu ya kazi, kuna watu wanakutegemea wewe. Kesho unapofukuzwa kazini, wanaopata pressure ni watu wengi. Aliyekufundisha, mama, watoto, rafiki yako na paroko, kwa sababu alikuwa anapata fungu la 10 na paroko anapata shida na anaanza kulala macho wazi. Hii kanisa linaisha lini? Niliyekuwa namtegemea amefukuzwa kazini. Kwa hiyo watu wengi wanaathirika, na ndio tunasema kupewa kijiti, wewe ni barozi. Shahidi ni kama barozi. Kuna watu wengi unawakilisha na watu wengi umewabeba. Kwa hiyo unapolikosa lile, unafika hatua sasa kinachotokea sio wewe unayekosea, lakini tumesema ndani ya hapa wanaoshiriki mchezo huu na baraka hii ni watu wengi, na ukishalipoteza tayari changamoto ndio hii tuliyoiona, kwamba kushika kijiti wewe ni baraka kwa watu wengine. Sawa sawa. Kwa mfano upadri wangu wanaofaidi ni watu wengi. Ndio sasa tunasema jamani, kuliko kutusema mtuombee. Unaelewa vizuri? Kuliko kutusema mtuombee. Kwa sababu hii baraka ya upadri faida ni ya kwenu. Mimi asilimia yangu ni ndogo, na mimi nataka niende mbinguni, lakini asilimia yangu ingekuwa ni kubwa, ningeadhimisha misa chumbani peke yangu. Si ndio? Ningekuwa ni ya kwangu nisingekuwa nakuja, lakini tunajua kwa uhalisia ningebaki nyumbani Uganda, lakini unatumwa kwa ajili ya wengine. Upadri sio wa kwangu binafsi. Lakini pia na wewe ukiwa mzazi, baba wa familia, una watu wanakutegemea. Ukileta ujinga unapoteza kijiti, utawapa pressure watu wengi. Na ndio hii tunasema unapoishi baraka na watu, tayari wewe usifikirie kwamba wewe unaishi peke yako. Kuna watu wanafanya, wewe ukifanya kazi unapoamka asubuhi, kuna watu wanakuombea usipate shida, usiumwe,
na usife. Kuna wengine aliambia faza hatutaki ufe, lakini Baraka sema hata ukifa usioze. Sasa sasa unajua hii misemo hatutaki ufa hata ukifa usioze. Sasa kuna watu kadri unavyokuwa Baraka wanakutakia heri. Manake maisha yako sio ya kwako peke yako. Wewe ni balozi na ni shahidi. Na watu wamekosea kwenye kwa sababu binafsi umeingia, unajiangalia peke yako, lakini unasahau kwamba wewe ni shahidi na ni balozi. Unamwakilisha Kristo. Kuna ule wimbo tunaimbaga, jina lako limetukanwa bure kwa sababu ya matendo yangu. Jina lako linatukanwa bure. Wakristo natukanwa kwa sababu ya mabalozi wabaya, wametuwakilisha vibaya. Na hii inatokana na pale namna mtu anavyolinda kijiti chake, kigango cha huku. Wapo nyewe mnapenda, kuna watu wanakuita mjinga. Kwa hiyo tumepewa, huyu baba alikuwa mfalme, na katika ufalme wake umri ulipokuwa unaanza kuzofika au anakoelekea kule, baba alikuwa anapendwa sana kwenye kile kijiji. Na katika kupendwa kwake alikuwa anatamani kile alichokifanya kiweze kuendelea. Sasa kati ya watoto wake watatu ilibidi achague mtoto mmoja ili aweze kuendeleza na kupeleka hiki kijiti, ambaye anaaminika, ambaye anapendwa, ambaye hasinzii, ambaye yuko shapa na aminika. Sasa ilibidi wapime wale watoto wake watatu. Aliwaita akawapa mtihani. Mtihani ni kwamba aliwapa mtaji wote watatu, mtaji unaofanana. Na baada ya kuwapa ule mtaji akawaambia mtumie huu mtaji, baada ya mwaka mmoja kila mmoja aniletee mbwa wa dhahabu. Unajua wazee wanaongea kwenye mafumbo, si ndio? Kwa mfano kuna wengine hapa mjaelewa kijiti ni nini, kwa sababu nimetumia fumbo. Lakini unajua wazee wanaongea kwenye mafumbo. Watoto baada ya kupokea mtaji, kila mtu alikuwa anajiuliza mbwa wa dhahabu anapatikana wapi? Kwa hiyo kadiri ya uelewa alioupata, kila mtu alienda kupambana. Hata mafundisho mliyopata tukianza kuuliza maswali. Juzi Jumapili nilikuwa nauliza watoto wanaojiandaa kupata komunio, nimesikia wa kwenu, nilikaa nao nikawauliza katekista anawafundisha nini kwa hizi siku zote? Mtoto akaanza kusema sanaa na michezo, hisabati. Nikamuita wa pili, tangu mwanze mumefundishwa nini? Mtandao umekatika. Ananiangalia. Nikafikiri labda nimekuwa nikauliza, mtoto mpendwa, mtoto mzuri, yani kwa hizi siku zote mumefundishwa nini? Ananiangalia. Nikamwambia rudi. Nikamuita watatu. Sasa ndo wale wameharibia wengine. Na mwingine nilipomuita, haya nikamwambia sara yoyote unayoijua. Nayo ananiangalia. Kamwambia tuna sara nyingi ndani ya kanisa, yani sari yoyote unayoijua. Haya, hiyo likamshinda. Sasa nikamuuliza, nilisikia jana kulikuwa na mchezo ulikuwa unaendelea, yani nani alikuwa anacheza? Mtoto akasema ni Simba. Waliofuata ukiwauliza ya kidunia wako very updated, yani wanayajua. Lakini muulize Salamu Maria, muulize sala ya kutubu, yale ni mageni kwao, hawana nafasi. Lakini ya kidunia sasa uelewa unakuwaga tofauti. Huyu baba watoto watatu walienda kupambana kila mmoja. Yule mmoja alichokifanya baada ya kupata hizi hela, yeye alienda mjini. Alikuwa anapenda starehe.
akakodisha nyumba nzuri, akawatafuta vijana waende mitaani, kila mtu atafute mbwa wa dhahabu. Alibaki na hela, wakati wanaenda kutafuta mbwa wa dhahabu, yeye anaendelea kustarehe, anakunywa, anakula na vingine ambavyo sijataja. Sasa wale walioenda nao waliowatuma walikuwa wajanja, hajui kwamba ametuma wajanja. Kwa hiyo walipoleta mrejesho, kila mtu anakuja kivyake. Mmoja alimwambia, bwana, mimi mbwa wa dhahabu nimemuona, lakini hela ulionipa haitoshi kwa kununua mbwa wa dhahabu. Kwa sababu hela zilikuwepo, akampa kipande. Yule jamaa akaenda kutafuta mbwa wa dhahabu. Waliopewa wote kwenda kutafuta mbwa wa dhahabu, hakuna aliyerudi. Hela zimeisha. Wa pili aliitumia, lakini alikuwa mkatili. Kuna watu ambao ni wakatili. Kila aliyemtumia katika kutafuta yule mbwa wa dhahabu, walileta sifa mbaya kwake. Walimsema ni mkatili, anapiga watu, anaua watu, ni mlevi, anavuta bangi. Sifa zake zimeenea kwamba aliyempa hela hii amemharibu. Watatu, yeye hakuhama kijiji, alibaki sehemu ya karibu. Kwa yale alichokifanya, akaanzisha mradi. Alipoanzisha mradi, akaajiri watu kwenye kijiji hicho. Tena alikuwa na tabia nzuri. Wale ambao walishiriki naye, alianzisha mradi kwenye kilimo, akajenga shule, akajenga hospitali. Wote walioonja huduma yake walikuwa wanamsema kijiji kizima, heri tumbo lile mzaa kijana huyu, abarikiwe, tena sifi lakini akifa sioze. Wakamsema na taarifa zikafika kwa baba yake, wanamsifia, wanasema tunamshukuru Mungu. Sasa siku ya mrejesho ya kuleta mbwa wa dhahabu, wamekuja watatu. Wa kwanza, yule mkubwa aliyekuja mjini pale, amekuja na mikono mitupu. Baba, nisamee, mimi uliponipa ule mtaji nilienda mjini, watu walichukua na hawajarudi. Unajua pia management, hata ukiwa unafanya kazi na watu, hata kama ni bosi, kama huna management skills, ulichokianzisha kinakufa. Wa pili alianza kuongea, baadaye wakaona unatuchelewesha, sifa zako zinajulikana kijiji kizima. Kwa sababu watu walikuwa wamekusanyika wote, wanataka wasikilize nani atatangazwa mfalme. Kwa hiyo yule wa pili, unajua sijua alikuwa amelewa siku hiyo, anaongea, mbona sifa zake zinajulikana, mfalme unapoteza muda. Wakamsimamisha. Yule wa tatu, yule wa mwisho aliposimama, watu wakashangilia. Huyo tunamjua, anakaa hapa, amesaidia, tena ni mwaminifu. Lakini tia baba yake tayari taarifa alikuwa nazo. Kila wakati taarifa zinamfikia, kama Yesu aliposimama, heri tumbo liliokuzaa, umebarikiwa. Baadaye akawaambia, mbwa wa dhahabu nilikuwa namtafuta ni huyu. Nilikuwa natafuta mtu ambaye anaweza kuongoza watu, anapendwa na watu, anajua mahitaji ya watu, anajali watu. Huyu mwanangu alitumia ule mtaji kuwainua watu wasio na uwezo, waliinuliwa na Yesu. Leo tumeambiwa ametuinua kwa haya mafundisho. Sasa unapoinuliwa, ukaende uwainue wengine. Ndio maana ya kuwa mashahidi. Na leo wanapoendelea kuangalia anapaa mbinguni, wanaona ni kama aliyokuwa anawaambia mwanzoni ni utani. Na kuna watu tumewaambia mafundisho wakafikiri utani, na baadaye maisha yanawapiga viboko. Waliona ni masiara, waliona ni utani, lakini baadaye mambo yanapotokea unaanza kujuta. Na ndio sababu alisema naweka vizuri. Wazazi walitufundisha, wakatuelekeza, kuna mitaji tumepewa, kuna ametupa mtaji. Sasa swali ni kwamba unautumiaje?
Na leo wote wanaona kama ni utani alichokuwa anafanya, ndo wanaambiwa nyie mnaendelea kutazama juu mpaka lini? Tunapohubiri kwenye misiba sasa hivi tunawaambia watu sio kuendelea kulia. Kama mlikaa na mtu mzuri, kumwenzi ni kuenzi kile ambacho alifanya akiwa pamoja nanyi. Kama ulikaa na mume wako na leo amekufa, kikubwa unachoweza kufanya muenzi kwa yale ambayo alifanya ukiwepo. Kama ni mama, ni mzazi, namna ya kumwenzi kuwa shahidi kila alichotufundisha. Tuendelee kuwa na umoja, tusiendelee kuomboleza. Ndio sababu kuomboleza ni siku 40. Na hapa wameambiwa nyie, mbona mnaonekana wajinga? Kwani hakuambia? Ndio alituambia. Basi tukaona kama utani. Basi yeyote ambaye anaona kama utani, sasa maisha nampiga viboko. Kwa hiyo baada ya siku 40 kazi yao ni kwenda kuhubiri habari njema.